Ina maana RK bado una mwanamke? Ni matatizo tu. Hata mimi sina mwanaume. Yaani natamani niolewe. Nimechoka kuishi single. Macho yake kona raha minaona, nashindwa kusema na baki naguna, kama mali sina na ukupa mtima moyo. Samahani, naomba kupokea simu mara moja. RK, nilikuwa nakuamini sana, lakini kumbe na wewe ndo wale wale. Yani hata siamini kwa kweli. Nani? Okay, namba yangu kumbe umeshaifuta. Nashukuru sana kwa kila kitu. Mimi ni Faira. Sheila. Samahani, nimepata dharura. Kwa naomba tutazungumza wakati mwingine. Wewe nikajiandae nitoke. Sawa. Bana, Chris Bando amerudi tena. Ukiwa Tanzania na una line ya Halotel, ni rahisi sana kuweza kupata bando la kila mwezi. Kuanzia GB 5 unapata kwa shilingi 7,000 na ukihitaji GB 7 unapata kwa shilingi 9,000. Ni rahisi sana. Na kutajia namba zake hapa, utafanya malipo kwa lipa namba. Baada ya kufanya malipo kwa lipa namba, utachukua ujumbe wako wa muamala na utatuma kwenye hizo namba. Baada ya hapo, utaweza kuunganishwa bando lako. Ni rahisi sana na ni bei nafuu kabisa. Chris Bando ana namba 4, lakini mimi wacha nikutajie namba 1. Halafu zingine utazitazama hapo. Namba ya kwanza ni 0615754303. Hakikisha tu unapotuma pesa yako jina lisome Christopher Luoga. Chris Bando, kitonga tu. Tunazidi kuendelea na kitonga. Vipi? Sambo endelea kwenye kodoa ya mimacho. Vua sasa tuanze mambo. Si umesema kuja kunipa? No. Kwangu ulifuata seksi tu. Haukuwa na mapenzi ya dhati. Hivi unawezaje kwenda nyumbani na kufukiana na mama? Kisa tu nimekwazana na wewe. Yaani mimi sijamfokea. Ila yeye tunasababisha mimi nikaanza kuongea kiukali. Ulifuata nini nyumbani kwetu? Wakati mimi nishakuzuia. Na mara ya mwisho si nilikwambia nitakuja mimi mwenyewe? Sasa kama ukuja mimi nifanyeje nice? No. Huwezi kulipata penzi langu hata kwa dawa. Na sitaki ni kuone nyumbani kwetu tena. Yaani unasema nini wewe? Yaani namaanisha hivi. Sikupendi. Naisi. Yaani yale yote niliyokufanyia ndo malipo yake. Amna ulichokifanya bwana. Na usijaribu kunisogelea. Nitakufa na wewe. Bora tufe wote leo. Ila mimi nitahakikisha nafia kifuani kwako.
Twende kazi. Pumbavu mkubwa wewe. Na usijaribu kunifuata. Nini kinaendelea? Yaani kumbe ni mchafu kiasi hiki. Hivi ndivyo unavyotafuta njia kwa karibu na mimi, sio? Wala sina shida kuwa na wewe tena. Bila shida kwa nini? Yaani ulikuwa unajifanya unaumia mpaka unalia. Mimi nikajua unanipenda mimi, lakini kumwaliti na mdogo wako. Mimi nadeti na mdogo wangu? Unajifanya ujue. Kwa macho yangu nimeshuhudia mkiwa mlaliana. Faira, huna aibu wewe mwanaume. Yaani mdogo wako tumbo moja unalala naye kweli? Ninadhani wewe utakuwa umepagawa. Kama umekosa njia ya kujitetea ni bora useme tu. Au ni bora uache kabisa. Hata hivyo, mimi sasa hivi niko tayari kufanya chochote na wewe. Fanya nini na mimi? Yaani baada ya kudeti na mdogo wako unataka ulale na mimi? Hilo haliwezekani my dear. Okay. Ngoja nikwambie ukweli wangu. Mdogo wangu ananipenda kimapenzi. Lakini nimeshamkatalia. Sijawahi kulala naye. Hata kumkumbatia tu sijawahi. Arakei. Unaona mimi ni kipofu? Unanichukuliaje? Huo ndio ukweli. Sidhani kama kuna ukweli mwingine. Na kama hutaki kuamini basi mimi siwezi kukulazimisha. Okay. Unaweza kwenda. Nadhani tumeshamalizana mimi na wewe tayari. Faira. Are you serious? Ndio Arakei, nenda. Nenda. Siku za furaha zimepotea, maneno matamu sasa ni hadithi tu. Moyo wangu umebaki na maumivu, na siri ya huba imefunikwa giza. Siri ya huba moyoni mwangu imenifanya kuwa mfungwa wa maumivu. Nilikuwa nawe nikidhani ni milele. Oh, maumivu yangu, sijui ni nani wa kuyafuta. True. Kila ninaye muamini ananiacha njapa. Na nimejua kwamba mimi ndo nahusika na haya yote. Yaani leo amenifuma kabisa hivi. Pole sana. Kwa hiyo hata document amezichukua?
Kwa ajili ya mwanamke ninayempenda, siwezi kukubali kupoteza kila kitu. Nilikuwa nishachukua tahadhari zangu mapema kwa sababu nilijua ananichunguza. No, huwezi kulipata penzi langu hata kwa damu. Na sitaki nikuone nyumbani kwetu tena. Yaani unasema nini wewe? Yaani namaanisha hivi, sikupendi. Moyo wangu umebaki na maumivu, na siri ya huba imefunikwa giza. Siri ya huba moyoni mwangu imenifanya kuwa mfungwa wa maumivu. Sasa bosi, issue is very serious. Hapa nimekuja na ofa ya milioni 20, 20 million. Hebu nisaidie bwana, sign tu hizo dokumenti. Hiyo pesa siwezi kupokea. Na sijui ni kwa nini umepata ujasiri wa kuja na rushwa ili nikufanyie kazi yako. Hivi Dranas, unajua nikizipitisha hizo document na ukweli ukaja kugundulika, mimi ndo nitakayepoteza kazi. Sasa bosi, wewe hapo ndo mtu wa mwisho. Nani atakikuja kugundua hili swala sasa? Hapana. Huo ni uonevu na nimeshagundua kuna kitu mnanificha. Sasa hivi kesi nitaifuatilia kwa karibu sana ili nijue mmefanya nini. Bas. Naomba utoke nje Dranas. Bas. Naomba nisaidie basi zile document, nisaidie. Hizi document siwezi kukupa mpaka umlete Revocatus na huyo Duma. Na zikipita siku 2 napiga simu makao makuu. Mama, yule tayari nimeshamalizana naye. Hawezi kuja tena hapa. Umemalizana naye kivipi? Nimempiga marufuku asikanyage hapa. Una uhakika gani marufuku yako itamzuia kuja hapa? Mama, mimi kama nimetoka tumboni kwako, niamini mimi, yule mwanaume hawezi kuja hapa. Mama, mbona tena unalia? Yule mimi hawezi kunifanya kitu chochote. Sawa mwanangu. Mama, kuna kitu unanificha? Nice. Niambie mama. Mimi sio mama yako mzazi.
Karibu kaka. Hii siri ya uba imejificha kwenye kivuli cha hisia zako. Hii siri ya uba ni siri inayotetemesha moyo. Habari, hapa naongea na wale wote wenye changamoto mbalimbali za kiafya, na pengine changamoto yako imekuwa ikikusumbua kwa kipindi cha muda mrefu bila kupata suluhisho sahihi. Kama wewe unasumbuliwa na changamoto kama kisukari, matatizo ya figo, matatizo ya macho, homa ya ini, bawasiri, tezi dume, lakini pia bila kusahau wale wote wenye changamoto mbalimbali za afya ya uzazi kwa wanawake na wanaume, lakini pia bila kusahau wale wote wenye changamoto mbalimbali za afya ya ngozi. Ili ni suluhisho kwa ajili yako na haina haja ya kuendelea kusumbuka tena, bali suluhisho lipo mlangoni kwako. Kwa mawasiliano zaidi kwa ajili ya suluhisho la afya yako, tupigie kupitia simu namba 0799292956 kwa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Karibu.